ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio alfauzu min kulli alfawz, ni kufaulu kwa kila aina ya kufaulu. Kwa yule ambaye anataka kufaulu, ni jukumu lake kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka katika siku yetu ya leo tutazungumzia kunako al-a'malu salihah fi ayami 10 Dhulhijja, matendo mema katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, matendo ambayo Muislamu anatakiwa ajitahidi katika mwezi huu ambao ni mwezi wa Dhulhijja na ni katika miezi mitukufu. Na vile vile tukiwa tunafahamu ya kwamba katika nguzo za Uislamu 5, miongoni mwa nguzo hizo kuna al-hajj, kuna nguzo ya kuhiji, na huu ni mwezi wa hija ambao ndugu zetu wako katika ibada ya hija, wanatekeleza ibada ya hija, na hii ni nguzo kwa Muislamu kuitekeleza, ni wajibu katika umri wake mara moja. Kwa hivyo kwa sisi ambao hatujaliwa kwenda kutekeleza ibada hii, basi tunayo ya kufanya katika masiku haya ambayo yanaweza yakatusaidia sisi kuongeza salio katika matendo yetu, katika mema yetu, na Waislamu tusibweteke kwa kuzembea kwa sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikakufanya ukaghafilika na masiku haya 10. Katika ubora wa masiku haya 10, Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi aliyosimulia Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema ma min ayami al-amalu salihu fihinna
ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashr. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayami, hakuna masiku, al-amalu salihu, amali ambayo ni njema atakayoifanya Muislamu, amali hiyo ikiwa ni njema kwa vigezo vya kisheria, kwa sababu amali ili iwe ni njema inazingatia Qur'ani, inazingatia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa maana inatoa matendo ambayo si mema na matendo ambayo ni ya kizushi na matendo ambayo si yenye kukubalika shar'an. Kwa hiyo hakuna masiku ambayo matendo mema anayafanya mtu, matendo hayo yanakuwa ni yenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya ya mwezi wa Dhulhijja, masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, kwamba haya ni masiku bora mtu kutenda matendo mema, hakuna mfano wake. Na qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema, ewe Mtume wa Allah, wala lijihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah. Tunafahamu manufaa ya jihad, manufaa ya kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tunayafahamu, na hakuna mtu anayetamani kurudi duniani baada ya kuwa amekufa isipokuwa mtu aliyokufa katika vita, kutokana na malipo anayoyapata, kutokana na yale anayoyaona anayoyapata kule alipo, basi anatamani aje tena duniani apigane, afe tena ili akapate malipo kama hayo. Kwa hiyo maswahaba katika akili zao, katika fikira zao, walikuwa wanajua kabisa kwamba katika matendo bora ambayo yana malipo makubwa ni jihadi fi sabilillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, qal walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi fi sabilillah, katika njia ya Allah, haioni ndani kwa mtu kutenda matendo mema katika masiku haya 10. Ukafanya tendo jema katika moja ya masiku haya 10, au ukafanya katika masiku haya 10 matendo yote, ukajibidisha katika kujitahidi kufanya yaliyokuwa mema, hayawezi kulinganishwa na chochote, hayawezi yakalinganishwa na mtu aliyopigana katika jihadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu mmoja tu ambaye ametoka kwenda kupigana na hakuna ambacho kimerudi, yani kuanzia yeye mwenyewe na mali yake hakuna ambacho kimerudi, ila vimeishia huko, yeye kauawa huko na mali yake ikaishia. Akasema huyu ndio atakuwa amemshinda mtu aliyefanya matendo katika masiku haya 10. Lakini kwa mtu ambaye kaenda kapigana alafu akarudi na mnyama wake alienda naye akarudi naye, silaha zake na vitu vyake akarudi naye, huyu hawezi kumfikia mtu aliyefanya matendo mema katika masiku haya. Hadithu rawahu al-Bukhari, ameipokea Bukhari. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, matendo katika masiku haya 10 ni masiku bora ambayo Muislamu anatakiwa atumie fursa hii kutenda matendo ambayo ni mema. Vile vile katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kadhalika anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayami a'adwamu 'inda Allah wala ahabbu ilayhi al-amalu fihin
hakuna masiku ambayo ni matukufu zaidi inda Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ahabbu, wala hakuna masiku ambayo yanapendeza, yanapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalu fihin, mtu kufanya amali katika masiku hayo, min hadhihi al-ayami al-ashri, kuliko masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Akasema fa akthiru fihinna, basi kithirisheni katika hayo masiku 10, mina tahlil wa takbir wa tahmid. Rawahu Tabrani fi al-Mu'jam al-Kabir. Ndugu yangu Muislamu, kuleta tahlil la ilaha illa Allah, kuyatamka maneno haya kwa munasaba huu, katika wakati huu, katika masiku haya, maneno hayo kiyatamka huwezi kulinganisha na kuyatamka kwenye nyakati zingine. Huwezi kulinganisha. Maneno ya la ilaha illa Allah ni kalimatu tauhid, ni neno la tauhidi, na ndio neno ambalo ni asili ya Uislamu wa mtu. Hawezi mtu, la yakunu ahadun musliman illa an yantiqa hadhihi alkalima, hawezi akawa mtu ni Muislamu mpaka atakapotamka kalima hii, ndiyo ataingia kwenye Uislamu. Na yoyote atakayekufa ana sehemu katika kalima ya la ilaha illa Allah, hajafanya kitendo ambacho kinamaliza neno la la ilaha illa Allah, akaondoka katika hii dunia, hata kama ataadhibiwa katika moto, ipo siku atatolewa. Lakini atakayekuwa amekufa amelinda kalima ya tauhid, amelinda tauhidi yake, hajafanya ushirikina mkubwa wala ushirikina mdogo, basi huyo atakuwa amefaulu, na Allah ameahidi ya kwamba hatomuingiza katika moto wa Jahannam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu duai duau yaumi Arafa, na bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyun, na bora ya kusema mtu ni aseme kile ambacho nimekisema mimi na walikuwa wanasema manabii kabla yangu mimi, ambao walikuwa wanasema nini? Nasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hana mshirika yoyote, hashirikiani na yoyote Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio ambaye anastahiki sifa zote njema, na yeye ndio ambaye ni mfalme anayemiliki kila kitu, na yeye ndio muweza wa kila jambo, yeye ni muweza. Haya maneno walikuwa wanayasema wale waliokuwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kalima hii ya tauhid. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu ta'uti, hakika tumetuma katika kila umma mtume, an i'budu Allah, awaambie watu wake wamwabudu Allah peke yake, kwa maana ya kalima ya la ilaha illa Allah. Wajtanibu ta'uti, na wajiepushe na ta'uti, wajiepushe na ushirikina, wajiepushe na kila aina ya ushirikina. Haya ndio ambayo waliishi. Tunatofautiana katika sheria na mitume waliotangulia, lakini katika itikadi, katika aqida ya kwamba Mungu ni mmoja, hakuna nabii hata mmoja aliyewahi kuambia watu kuna waungu wawili wala kuna waungu watatu, bali walikuwa wanalingania watu watambue Mungu mmoja ambaye ndio aliyeumba mbingu na ardhi na ndio aliyeumba kila kitu. Haya ni maneno ambayo anatakiwa Muislamu kuishi nayo, kuyataja kila wakati.
ndugu yangu Muislamu. Na akasema wa takbir, na vile vile kuleta takbir ambayo ni Allahu akbar, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa kuliko kila kitu. Kwa hiyo umtukuze Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutambua katika ulimwengu huu hakuna mkubwa zaidi ya Allah, hakuna kikubwa zaidi ya Allah, hakuna mwenye uwezo anayemshinda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika watahmid, alhamdulillah, kukithirisha kumsifu Allah kwa sifa zilizokuwa njema. Kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika matendo mema mtu kuyafanya katika masiku haya. Ukiangalia ni maneno mepesi, lakini unaweza ukashangaa Muislamu anashindwa kuyafanya na hana muda wa kuyafanya. Anashughulishwa na dunia yake, anashughulishwa na biashara zake, anashughulishwa na mambo mengine ya kipuuzi, lakini haya kwenye akili yake hayapo kabisa. Hii ni fursa. Hii ni fursa kwa Muislamu kuweza kuitumia vizuri. Usiache masiku haya Muislamu yakakupita. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari anayo maneno yake, anasema alladhi yadhharu anna sababa, kinachodhihiri ya kwamba sababu fi imtiyazi ashri dhulhijja, katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja kuwa ni masiku bora, kuwa ni masiku ambayo yameshinda mengine. Kinachoonekana katika haya limakani jitimai ummahati liibada fihi, ni sehemu ya kukusanyika mama za ibada ndani ya masiku haya 10. Na kitu ili kiwe bora lazima kuwepo na kitu ambacho kiko ndani yake. Yani ubora wa kitu unategemea na kile kilichoko ndani. Ukibeba Maliboro 2, moja umeweka dhahabu, nyingine umeweka machungwa, huwezi kuchunga Maliboro yenye machungwa ukaacha kuchunga Maliboro yenye dhahabu. Maliboro hii imekuwa na thamani kwa sababu imewekwa dhahabu, hii haina thamani kwa sababu imewekwa machungwa. Kwa hiyo anasema masiku haya yamekuwa bora kwa sababu ya mkusanyiko wa ibada ambazo ibada hizo ndio ibada mama. Ni ibada mama. Moja akasema as-sala, ndani yake kuna swala. As-siyam, vile vile kuna kufunga. As-sadaqa, vile vile kuna kutoa sadaka. Na miongoni mwa sadaka ambayo ni muhimu kabisa katika masiku haya 10 pamoja na zingine ambazo zinatolewa, lakini sadaka ya kuchinja, mtu kutoa kichinjo chake, fasalli li rabbika wanha. Na katika ibada bora ni kumwaga damu. Kwa hiyo Muislamu atafanya ibada hii katika huu mwezi. Lakini katika ibada nyingine ambayo inapatikana pia, wal hajju, vile vile ibada ya hija inapatikana katika haya masiku 10. Kwa nasema hizi ibada hizi huwa haziji katika masiku mengine, katika nyakati zingine kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kwa sasa zimekusanyika kwa wakati mmoja. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Siku ya Arafa, mtu atakaofunga siku hiyo, ahtasibu ala Allah, nataraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ayukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, kwamba mtu akifunga siku hiyo inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Maana inafuta madhambi ya miaka 2, inakuondolea madhambi ya miaka 2. Na Imamu Nawawi akasema ikikuta hauna madhambi basi inakupandisha daraja.
yani katika yale mazuri yako utakaofanikiwa katika kufunga kwako, kwamba haiwezi kuacha. Na vile vile kama una madhambi yale ambayo ni makubwa umeyafanya na hitaji toba, basi yatakuwa yamepunguzwa ule uzito wake kutokana na fadhila za haya masiku, kutokana na fadhila ya ibada ya funga hii utakaoifunga siku ya Arafa. Kwa hiyo ni chance ambayo Muislamu hapaswi kuiacha, yani siku moja, kufunga siku moja. Kama umeshindwa kufunga haya masiku mengine, basi hii siku ya Arafa isikupite ukaacha kuifunga. Na ndio tukasema kwamba Mtume anasema inafuta madhambi ya mwaka uliopita na inafuta madhambi ya mwaka baada yake. Maana sasa hivi tuko mwaka 1446, inafuta mwaka 1445, ina mwaka 1447. Ukija kwenye mwezi wa Muharram unaambiwa ukifunga Ashura inafuta madhambi ya mwaka uliopita ambao mwaka tulionao hivi sasa. Kwa hiyo Muislamu, hii ni nafasi ambayo hutakiwi kuiacha, ni fursa ambayo hutakiwi kuiacha. Huwezi kuipata katika sehemu nyingine, huwezi kuipata katika maeneo mengine. Kwa hiyo Muislamu ujitahidi sana kadiri inavyowezekana kutenda matendo yaliyokuwa mema katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ahiba wa ahbaba rasulillah, ibadallah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tunakumbushana juu ya masiku haya, masiku 10 bora, kutenda matendo yaliyokuwa mema. Muislamu ajitahidi kutenda matendo yaliyokuwa mema katika masiku haya. Kinyume chake ni kuacha maasi, kinyume chake ni kuacha kufanya madhambi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmuu al-Fatawa juzuu ya 25 kurasa wa 154 alivyoulizwa kunako an ashri dhilhijja wa an al-ashri al-awakhir min Ramadan ayuhuma afdal, kwamba aliulizwa kunako masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja na masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, ni yapi ambayo ni bora zaidi? Ni yapi ambayo ni bora zaidi? Shekhe huyu alijibu jibu ambalo linatosheleza kwa lugha nyepesi. Katika siku moja ina masaa 24, siku moja ina masaa 24 ambayo inakusanya mchana na usiku, inakusanya mchana na usiku. Kwa shekhe akasema kwamba tukija kwenye mchana wa masiku ya mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko mchana wa masiku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Mchana wake katika masiku haya hayafikiwi na masiku yoyote duniani. Katika mwezi wowote duniani hakuna masiku 10 ambayo ni bora kwenye mchana kama masiku ya mwezi wa Dhulhijja. Na tukija katika upande wa usiku, mwezi wa Ramadhani mwishoni, kwa sababu kuna Lailatul Qadri. Kwa hiyo masiku hayo, usiku huo, nyusiku hizo ambazo ni 10, masiku hayo 10 ni bora kushinda masiku mengine ya usiku katika miezi mingine yoyote. Hata katika mwezi huu haufikii masiku 10 ya usiku wa mwezi wa Ramadhani katika 10 la mwisho. Kwa hiyo zama, nyakati zinatofautiana. Kwa hiyo hapa kwa mchana ni bora. Tukija kwenye usiku tunaachia 10 la mwisho
la mwezi wa Ramadhani, na tulisema kwamba ili kitu kiwe ni bora lazima kiangaliwe kilichoko ndani yake ni nini. Na katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani kwenye usiku kuna Lailatul Qadr, na Lailatu ni usiku, sio mchana. Lailatul Qadr inapatikana usiku, haipatikani mchana. Kwa hiyo kwa maana hiyo usiku wa masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani yanakuwa ni bora kushinda masiku haya katika mwezi huu wa Dhulhijja, na mchana wa masiku haya, kwa sababu ndio kunapatikana ibada, ikiwepo ibada ya kisimamo cha Arafa ambayo sana sana kinasimamwa asilimia kubwa ni wakati wa mchana, na kuna kuwepo na kufunga na kuwepo na ibada zingine ambazo zinafanyika. Kwa hiyo Muislamu atofautishe na kuelewa kila kitu kwa sehemu yake, na kuelewa ni wakati gani wa kufanya pupa katika kufanya khairati. Kwa hiyo katika haya masiku 10 wakati ambao ni bora wa kujibidisha ni wakati wa mchana. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, katika matendo ambayo yanapendeza katika masiku haya 10 vile vile ni asiyam. Tumeshasema ni kufunga. Lakini pia matendo mengine aswadaqa, kukithirisha kutoa sadaka katika haya masiku. Na kama tunajua kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatusimulia ya kwamba kuna malaika wawili ambao kila siku huwa wanateremka. Mmoja akisema Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ewe Mwenyezi Mungu mpe mwenye kutoa badala. Na mwingine akiwa anasema Allahumma a'ti mumsikan talafan, ewe Mwenyezi Mungu mpe mwenye kuzuia kutoa, mpe hasara, mpe kuangamia, mpe kuharibikiwa katika mali zake. Na hizi ni dua ambazo zinaombwa na malaika ambao hawali wala hawanywi, hawana dhambi wala chochote, wao dua zao zinakubaliwa. Kwa hiyo ukifanya kheri, ukatoa sadaka katika wakati huu, ima sadaka ya kujenga msikiti, ima sadaka ya kusaidia maskini, ima sadaka ya kusaidia mjane, ama sadaka ya kumsaidia mtu yoyote muhitaji, ukamsaidia katika masiku haya 10, hesabu kwamba ni katika masiku bora, hakuna mfano wake. Kama wewe ni katika watu walioruzukiwa kuwa na mali, basi hii ni fursa yako kuitumia. Kama ulikuwa unafanya uzembe katika masiku mengine, basi hapa hutakiwi kufanya uzembe. Jitahidi kutoa sadaka yako, jitahidi kutoa katika mali yako. Muislamu, katika jambo lingine ambalo ni muhimu kabisa, anasema tajdidu nia biightinami hadhihi alayam, ni mtu kujadidisha nia yake katika kunufaika na haya masiku 10. Yani Muislamu anatakiwa ajadidishe nia kila wakati, ajihisi ya kwamba yuko katika masiku 10 na anatakiwa kufanya matendo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Bali tulio wengi, yani tunayaona haya masiku ni masiku ya kawaida. Na lao kama ingekuwa tuko kwenye Ramadhani kwenye 10 la mwisho, inawezekana kungekuwepo hata kama kuna wazembe, lakini kungekuwepo na watu wenye bidii na wenye jitihada kubwa katika 10 la mwisho. Lakini kwa sasa unaweza ukashangaa kwamba watu wote wanaona ni kawaida kabisa, kwamba ni masiku ya kawaida. Bali Muislamu anatakiwa ajadidishe nia yake. Kila unapokuwepo kwenye sehemu fulani, basi ujihisi kwamba uko katika masiku bora, na huenda ibada hiyo unaoifanya ikawa ni katika ibada bora kuliko ibada zingine ambazo wamewahi kuzifanya. Kama unatoa sadaka yako unasaidia, basi leta hisia zako za kufikiria kwamba nimefanya amali hii katika masiku bora. Na Muislamu usipweteke na matendo yako uliyoyafanya ukaona kwamba wewe umeshakubaliwa. Salafi wema walikuwa na hofu sana. Kutenda matendo sio issue, walikuwa na hofu kukubaliwa. Hofu kubwa ni kwamba kukubaliwa. Je, nimefanya? Ndio, hii ni sehemu. Lakini je, nimekubaliwa? Kwa hiyo kila wakati
wanajitahidi, kwa sababu huenda niliyofanya jana haijakubaliwa, nikafanya leo ndio ikakubaliwa. Vile vile Muislamu katika haya masiku, ataubatu ila Allah ni mtu kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuleta toba pia ni katika matendo mema. Mtu kutubu, uache ushirikina wako. Kama ulikuwa unafanya ushirikina, leo katika jamii ya Kiislamu washirikina wamekuwa wengi, tena kwenye safu za kisunna na safu za Waislamu. Leo nakuta mwanamke tu kwa sababu ya mathna anamloga mume wake, awachukia wanawake wengine, yeye abaki mmoja. Yani unaweza ukashangaa ni mtu anavaa niqabu na kila kitu, lakini anaenda kwa waganga, anatafuta dawa amloge mume wake abakie kwake, wengine wote wafukuze, wengine wachukiwe. Tubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako wanaume kwa sababu ya kutafuta pesa wamevaa mabangili kwa ajili ya kutafuta pesa, wengine kudai ya kwamba zinaokoa na ajali barabarani. Muislamu mwanaume unavaje bangili wakati wewe ni mwanaume? Mapambo ni ya wanawake. Wacha kujifananisha na wanawake. Kwa hiyo Muislamu kila sehemu alionayo yeye anajua. Na kama wewe pia ni mpenzi wa mpira, achana na mpira, kwa sababu mpira ni katika vitu ambavyo ni haramu, kwa sababu vinadhaminiwa na mambo ya kubeti na kamari na kadha. Hivi vyote ni katika vitu ambavyo ni haramu. Waislamu wengi leo hawakai madarasani, lakini kwenye vibanda umiza wanakaa. Vibanda umiza vimekuwa vingi kwa sababu washiriki wakubwa ni Waislamu. Juzi katika maeneo fulani, tulikuwa maeneo ya Uswahilini Jumapili, kuna wanawake nao wanalalamika, wanasema leo tutalalaje? Mwenzangu akauliza kwani kuna shida gani? Akasema mnyama kafungwa. Yani wanawake wanaumia kwa sababu Simba imefungwa, yani mnyama kafungwa. Ina maana hapo inawezekana mume ni Yanga, kwa hiyo hakuna kulala kwa sababu ni ugomvi. Ina maana mpaka sasa Simba na Yanga zinaweza kuwa zinaharibu ndoa. Wanandoa hawana amani, wanandoa hawapendani, wanandoa wanapigana vijembe kwa sababu ya wanyama, kwa sababu ya Yanga. Mambo ambayo ni ya kipuuzi. Mambo ambayo ni ya kipuuzi. Huwezi kuyaweka katika mizani ya khairati. Lakini leo namkuta Muislamu amekomaa kabisa kwenye kibanda umiza, amelenga pale, anaangalia pale, haondoki. Na hata ikaadhiniwa ni wakati wa alasiri, hayuko tayari kukatiza kwa sababu hataki kuja kusimuliwa, anataka ajue lilivyofungwa na nani kafunga, nani mshambuliaji. Haya ni katika maradhi ambayo leo yamepenya katika jamii ya Kiislamu. Mume hafurahishwi na mke wake, na mke hafurahishwi na mume, lakini anafurahishwa na mchezaji wa Yanga kwa sababu anafunga sana. Anafurahishwa na mchezaji wa Simba kwa sababu anashambulia, anafunga. Uislamu, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tubieni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyote enyi waumini. Kila mmoja ajihesabu nafsi yake. Wapi anakosea? Wapi anamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tunatumia muda wetu vibaya katika mambo ya kipuuzi kuliko katika mambo yenye faida na dini yetu na maisha yetu ya kidunia. Ndugu yangu Muislamu, katika mambo ambayo ni ya kujitahidi kuyafanya katika mwezi huu, vile vile qira'atul Qur'an, ni kusoma Qur'an. Kitu ambacho Waislamu wanaona kama si wakati wake. Lakini katika dhikri kubwa, ukiambua dhikri ni pamoja na kusoma Qur'an. Kusoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kukithirisha kusoma Qur'ani. Ikiwezekana katika masiku hayo kahitimisha Qur'an. Au kama hautohitimisha lakini angalau uwe una sehemu umechukua ya kusoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Qur'ani ndiyo sheria yetu na ndiyo mwongozo wetu na ndiyo ambacho kitatufanya sisi tufaulu katika dunia yetu na akhera yetu. Huo ndio mwongozo. Hakuna mwongozo zaidi ya Qur'ani. Hakuna mwongozo utakaokuletea maslahi, utakaokuletea manufaa katika hii dunia ni mpaka pale tutakaposhikamana na Qur'ani na sheria ya Qur'ani.
azungumze atakayezungumza kwamba tunataka mabadiliko, yawe mabadiliko ya namna gani. Hatuwezi tukawa na mafanikio ambayo tunayataraji wewe ambaye ni Muislamu kama kufanikiwa kuifuata Qur'an, kwa sababu huu ni mwongozo uliotoka kwa aliyekamilika, hana mapungufu yoyote, ametuletea kuwa ni mwongozo tuufuate. Kwa hiyo tutakapokuwa tumeufuata, ndipo maisha yetu yatakuwa mazuri hapa duniani, na hata ukifa utakuwa umefanikiwa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, leo watu wengi wanahangaika na magazeti, hawasomi kitabu cha Allah. Magazeti, Muislamu amezeeka, yuko kitandani anasoma magazeti, hana msahafu hata wa tafsiri, hajifunzi chochote katika Qur'ani yake. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kitabu cha Allah ndio mwongozo wetu, marejeo yetu. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, mkizozana katika jambo lolote lile, lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu, lirudisheni kwenye Qur'ani, lirudisheni kwenye sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hapo ndio tutapata ufumbuzi wa mambo yetu, tutapata ufumbuzi wa maisha yetu. Lakini hakuna mkombozi atakayetukomboa kwa kutumia nyenzo nyingine, kwa kutumia kitabu kingine kisichokuwa Qur'an. Hakuna mkombozi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis salat.